Dirisha hili Young African Sports Club tunakwenda kujenga timu yetu. Msimu wa kuboresha ulikuwa mwaka jana na timu yetu mwaka jana kwa asilimia kubwa imeshamalizika. Kuna baadhi ya players wanaondoka, kuna baadhi ya players wamepata injury ndefu, hawatarudi kwenye timu kwa hivi karibuni. Kwa maana yake tunakwenda kujenga timu. Tumefanya usajili mkubwa kwa namba kubwa, lakini pia usajili bora ambao tunaamini utakuja kuongeza quality ya timu yetu, utakuja kuongeza ile flavor ambayo wanayanga wanaitamani kuiona pia next season. Tushachukua ubingwa sasa hivi mara ngapi mfululizo? Mara 5. Maana yake tuna assignment ya kuchukua 5 nyingine. Kwa ujenzi wa makoma 5 yanayofuata unaanzia sasa hivi. Viongozi wetu wako chimbo, hamumuoni engineer, hamumuoni mtu yeyote, kwa sababu wako chimbo kuhakikisha wanatuletea vyuma vya maana, vyuma ambavyo vitakuja kuipa heshima klabu yetu. Kwa hiyo msimu huu tunakwenda kujenga timu. Fanyika usajili mkubwa kwa upande wa player wa kimataifa, usajili mkubwa kwa wachezaji wa ndani wenye quality ya juu, na tutakuwa tunawatambulisha kama ambavyo tumemtambulisha kocha wetu. Yaani wakati wowote, muda wowote, fumba fumbua tunaweka chuma. Fumba fumbua tunaweka chuma. Hatutakuwa na mambo ya kumuandaa mtu. Wewe utajiandaa Yanga ikishaweka chuma chake. Haya mambo ya kuposti teaser tukutane saa ngapi, mwaka huu tumeacha. Mwaka huu tunaweka mzigo. Yaani wewe kuwa na simu karibu, iwe tu na chaji, simu yako iwe umesha follow page ya Yanga, muda wote wakati wote tunaweka chuma. Nimetoka kuambia jana wenzenu, 90% katika 100% tetesi ambazo zimeandikwa kuhusu Yanga, 90 ni uongo. 10 umepatia. 10 kweli kuna jitihada mmezifanya mmepatia. Lakini 90% ni wachezaji ambao mtakuwa surprised nyinyi wote. Hiyo ndo mtakuwa nayo siku tukiweka vyuma. Hali kuna attempt na kufanikiwa kumpata pia. Pengine nasemaje? Kuna attempt lakini kumpata inashindikana. Hamna. Ukiona ukimya ambao umeendelea, usiri ambao umeendelea, maana yake tumekuwa na wachezaji target zetu kwa kimya. Hakuna kelele, hakuna mizengwe, hakuna vurugu. Kimya, unazungumza na mtu, mnapata bei sahihi kwa wakati sahihi, tunamchukua mchezaji. Nimewaambia jana kama kuna dirisha ambalo GSM amespend fedha nyingi kweli ni dirisha hili. Tajiri wetu bilionea Ghalib Said Mohamed, dirisha hili amespend hela nyingi kweli kwa sababu tumevunja sana mikataba kwenye timu za watu. Tukikuta mtu ana mkataba tunamhitaji, tumwona nafasi hii, bosi anaweka mzigo. Yaani dirisha hili alikuwa na maneno mengi. Tukikutaka Kibunda ndani. Kibunda ndani. GSM alikuwa anamwambia engineer, wewe lete tu hapa. Nani ndani? Nani ndani? Kwa hiyo watu wote tutakawatambulisha, nyie mtakuwa mashahidi. Nawaambia mnaona niliposhtuka hapa, ndio mtakaposhtuka na nyie. Na huyu muda wote kutoka sasa king'ora cha hatari kitaanza kufanya kazi. Msiposhtuka mje mnipige. Yaani tukiweka chuma cha kwanza mezani, msiposhtuka mtafuteni sikio mnikunje mambao. Waya huyu tuko tunamjua huyu. Yaani tipatu kikiweka nitafuteni mnikunje, sio mnipige, mniwambe makofi ya uso kabisa. Huyu tuko tunamjua huyu. Tumeleta watu ndugu zangu ni yani. Umezungumzia kwa mbadala wa Pacome. Na kuna taarifa zinaenea kuna winga ambaye anatoka Stellenbosch, kocha Mangoba ambaye alikuwa anamtaka. Nani? Winga kutoka Stellenbosch. Aitwane? Yanga anaitwa. Ngoja nikusaidieni. Maana kazi yangu mimi ni ku clear hizo tetesi. Ndio shughuli yangu hiyo. Huyo winga aliyosema wa Stellenbosch hayupo kwenye plani yetu. Kwa hiyo tetesi hiyo iueni. Kocha alikuwa hamhitaji. Hamna, sasa hamhitaji kati hayupo kwenye mpango wetu. Kwa hiyo iueni. Tetesi nyingine mliokuwa nayo ni wasaidie leo hapa. Nani mwingine? Nani? Gilimugisha amesajiliwa, si ndio? Amesajiliwa, si ndio? Hatakuwa tumezungumza naye sisi Gilimugisha. Mmeandika nyie, hatakuwa tumezungumza naye. Mwingine? Mwanengo na Shani wameenda Singida. Sasa hao waliokuepo muda wa taarifa zao kama sio watanikabidhi, nitakuja kuwathibitishia. Nataka tetesi mlizoandika. Nani mwingine? Nani? Hatujazungumza naye. Mwingine? Tumezoea ndo mchezaji. Hatujazungumza naye pia na wewe tumezoea. Kwa hivi karibuni, msimu hivi karibuni kuna msimu kuna mchezaji anatoka Simba kuja Australia. Hayupo hata mmoja. Hayupo hata mmoja. Natamani kufahamu kwa kocha wenu huyu mpya, hata kuna mchezaji wote. Kocha hana jina. Kocha wa Yanga. Haya mtaje. Nani? Bwana muda umeisha, wanatuambia hapa muda umeisha. Kwa hiyo tumalize moja. Tumalizie na
Kocha anakuja na akija nimwambia kocha siku atakaotua tu nitawaita waandishi wote pale Jangwani. Mimi na nyie tujifunze pamoja. Tutakuwa tuna ubao mkubwa na chaki. Atakuwa anatueleza taratibu jinsi ya kumtamka. Mimi mwenyewe sasa hivi nikihojiwa nasema kocha mpya. Nasimamia kwenye kocha mpya. Kocha mpya wa Yanga. Umesema nini? Manyo. Hiyo manyo ndo haitakiwi hiyo. Manyoba hiyo ndo haitakiwi. Subiri akija nitawaita wote. Mje tupate darasa jinsi ya kumtamka. Pacome anaendeleaje? Pacome anaendelea vizuri, ameshatoka hospitali, amerudi kwake. Sasa hivi anajiandaa pia kwenda nje ya nchi kwa ajili ya matibabu zaidi huko. Kwa hiyo msimu huu tunaweza tusimtarajie. Madaktari wanatuambia baada ya wiki 6 wanatuambia sasa tutamkosa kwa muda gani. Kwa hiyo kama itakuwa ni miezi 3, miezi 6, msimu mzima nitakuja kuwajuza. Ratiba imekuwa ngumu sana. Watu wanatamani kusikia habari za jezi. Tarehe 20 timu inarudi. Tarehe 20 timu inarudi kambini pale Avic Town na jezi tutazindua mwisho wa mwezi huu. Mwisho wa mwezi huu tutakwenda kuzindua uzi wetu. Lakini pia tukizindua jezi tutakuwa na tukio la mkutano mkuu tarehe 2 ambao tutafanya ambalo mwaka huu lina ajenda pia ya uchaguzi. Baada ya ajenda ya uchaguzi tutakuwa tukio pia la Yanga wiki ya wananchi kilele chake. Uzinduzi tutakwenda kuzindulia Katoro. Hii viongozi wameshapitisha. Nitumie fursa hii kabisa kuwaambia wanayanga wa Geita, wanayanga wa kanda ya Ziwa, wanayanga wa Katoro, uongozi umesha approve, umeshathibitisha uzinduzi wa kilele cha wiki ya wananchi ukafanyike Katoro.